ukaona na maeneo ambayo ni sahihi, ukaenda kufanya vitu ambavyo vitakufanya uinuke sana. Kwa hiyo ufalme wa giza unajitahidi kwa namna yoyote kuhakikisha unakudhibiti wewe, unadhibiti familia, unadhibiti maisha yako ili usiweze kufanikiwa. Lakini Bwana anayo ajenda ya tofauti kwa ajili ya maisha yako. Bwana anayo ajenda ya kukuinua wewe. Bwana anayo ajenda ya kukubariki wewe. Bwana anayo ajenda ya kukuponya wewe. Bwana anayo ajenda ya kukuinua wewe. Kwa hiyo usiogope majira unayokutana nayo. Usijiulize maswali, kwa nini maisha yako yamekuwa ni taabu sana, na wala usimlaumu Mungu. Ni ufalme wa giza ambao umeweka viapo ili kuhakikisha unadhibiti hiyo picha ambayo unaiona ndani yako. Maana hiyo picha sio ya kwako, ni picha ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Hayo maono sio ya kwako, ni ya Mungu ameyaweka ndani yako ili wewe upate kufanikiwa. Haleluya. Na kwa sababu ni ya Mungu, lazima yaleje ndani yako. Haleluya. Lazima ufike mahali Bwana amekusudia. Amen. Na majira haya ni majira ya saa ya uzima tele, ni majira ya Bwana kuhakikisha unakuwa na utele kwenye kila eneo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ninaomba nishare na wewe andiko moja la mwisho kwenye Matendo ya Mitume 12:1. Matendo ya Mitume sura 12 na ule mstari wa kwanza. Reka paladelia masheteleba leka baladu zanianda rabakuz. Matendo ya Mitume ile sura 12 na ule mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 11. Matendo ya Mitume ile sura 12 na ule mstari wa kwanza. Biblia yangu inaniambia panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inaniambia majira yale kuna mfalme Herode ambaye anawakilisha ufalme wa giza, akanyosha mkono wake. Majira yale yaliyozoeleka, majira yale yanayofahamika, majira yale yaliyozoea kukutesa. Unajua kuna mtu kila majira, kila mwaka, kuna familia kila mwaka lazima wazike. Amen. Kuna familia kila mwaka lazima ugonjwa fulani utokee kwenye hiyo familia. Maana yake majira yale ambayo adui amezoea kuleta mateso kwenye familia, kuleta mateso kwenye ndoa, kuleta mateso kwenye maisha yako, kwenye biashara. Majira yale aliyozoea kukuletea hasara, majira hayo Biblia inaniambia akaamua adui kuleta tatizo lingine, akawakamata watu wa kanisa baadhi akawaua. Haleluya. Hawa sio watu wasiomjua Mungu, ni watu ambao wameokoka, ni watu ambao wanamjua Yesu. Yesu ni Bwana kwenye maisha yao, lakini haizuii vifungo vya giza kuingia na kuzuia maisha yao. Haleluya. Haizuii hata kama wanaingia kanisani. Biblia inasema majira yale akanyosha mikono yake, kawakamata wale mitume akawaua. Kwa nini anawaua? Kwa sababu kuna kitu kilikuwa ndani yao, hataki kiinuke, hataki kisikike. Anazuia wasiweze kuhubiri Injili, wasiweze kufanya kile Bwana ameweka kwenye maisha yao. Adui akawaua, akaharibu maisha yao. Yawezekana unanitazama hapa ulipo, kuna roho ya mauti imeua kile ambacho Bwana ameweka kwenye maisha yako. Imeua matumaini yako mema, imeua furaha yako, imeua biashara pekee ambayo ulikuwa unaitegemea. Kuna mahali pekee ambapo palikuwa ni tumaini lako. Kuna roho imeua
majira hayo yameachiliwa ya kuwa hicho ambacho Mungu alitamani kistawi. Nataka nikwambie katika saa ya uzima tele kinaenda kuwa hai tena kwa jina la Yesu. Katika saa ya uzima tele kinaenda kuwa hai tena. Haleluya, haleluya. Mungu amekusudia kurejesha huo uhai tena, kurejesha hiyo neema tena, kurejesha hayo matumaini tena ambayo yalikuwa yamepotea. Biblia inaniambia alipoona ameuawa watu na watu wengine wakafurahia, kama ambavyo wanafurahia anguko lako, kama ambavyo wanafurahia namna ambavyo umepata hasara, namna ambavyo unadaiwa madeni, kama ambavyo watu wanafurahia kuona unaaibika, unapata aibu, mambo hayaendi vizuri, watu wanafurahia. Haikuanza leo, walianza kufurahia hata wakati ule. Nataka nikwambie usiangalie watu wanavyofurahi kwa sababu ya anguko lako. Wewe jua ya kwamba Bwana bado ana ajenda na maisha yako. Haleluya. Mungu bado ana ajenda na maisha yako, na lazima ufike mahali anataka. Kwa hiyo alipoona wamefurahia, akamkamata na Petro. Alipomkamata Petro, yeye hawakumuua kwa sababu kuna nguvu ilikuwa inazuia asiuliwe. Haleluya. Wakaenda kumpeleka gerezani. Kwa nini wanamweka gerezani? Biblia inaniambia wakamweka kizuizini, wakaweka askari wakamlinda, wakamweka kwenye vifungo vizuizi, wakamzuia Petro akakaa gerezani ili asiweze kutoka tena. Kwa nini anawekwa gerezani? Kwa sababu akitoka ataenda kuhubiri Injili. Kuna kitu atakifanya ambacho kitakuwa ni faida kwenye maisha ya watu. Haleluya. Anawekwa kizuizini kwa sababu kuna jambo anaweza akafanya likamfanya aifikie hatima yake. Kwa hiyo adui anafanya kazi ya kuhakikisha anazuia ile hatima njema, kile ambacho ulitakiwa ukifanye anakizuia. Umekuwa na vision, umekuwa na maono tangu mwaka umeanza. Kuna vitu umeanalyze, umeweka kwenye diary yako, unamwambia Bwana, mwaka huu I want to do this and this and this. Nataka jambo hili litokee na jambo hili lifanyike. Lakini until now nothing kimetokea, hakuna kitu kimefanyika, hakuna mambo yanaenda, muda unasogea, mambo hayaeleweki, unaanza kuchoka, unakata tamaa. Nataka nikwambie liko tumaini pekee la Yesu Kristo aliye hai. Ninazo dakika chache, nataka niombe na wewe. Nataka nitamke neno la kinabii na maisha yako, ili Mungu akuinue tena, ili hivyo vizuizi vya giza vikuachie tena, ili hivyo vifungo vya giza vikuachie tena. Haijalishi Petro walimweka gerezani, walimweka kwenye vizuizi, wakamlinda na askari, lakini Biblia inaniambia ukiendelea kusoma, kanisa likaomba kwa ajili yake na Mungu akatuma malaika. Na mimi leo nitaomba kwa ajili yako na Mungu atatuma malaika mahali ulipo na Bwana atakusaidia. Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu atatuma malaika wake mahali ulipo, atakusaidia, atakutoa kwenye hilo gereza, atakutoa mahali ulipozuiliwa, atondoa vifungo vya giza hivyo vilivyozuia maisha yako, atondoa hiyo nguvu iliyozuia usiingie kwenye ndoa, iliyozuia usizae, iliyozuia usifanye biashara, iliyozuia usikutane na watu sahihi. Kila unayekutana naye ni mtu ambaye sio sahihi, kinayozuia wewe usifanikiwe. Kila siku unaishi maisha ya hasara. Imefika tu unaanza kuona labda Mungu ajibu. Nataka nikwambie Bwana ana ajenda njema na wewe, ila kuna vifungo vya giza ambavyo vinatakiwa viondoke. Sema amina. Sema amina. Nataka nitamke neno la kinabii na maisha yako hapo, alafu Bwana akufungue na ukawe huru kwa jina la Yesu. Amen. Sema mahali ulipo, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno hili ambalo nimelisikia. Nina uhakika maisha yangu yanaenda kubadilika kuanzia dakika hii. Bwana Yesu, kila kifungo cha giza ambacho kilifunga maisha yangu kuanzia dakika hii kinaenda kukatika, kinaenda kuniachia kwa jina la Yesu. Maisha yangu yaliyokuwa yamezuiliwa yanaenda kuonekana kuanzia dakika hii. Hali yoyote njema iliyokuwa imezuiliwa inaenda kuonekana. Chochote ambacho kilikuwa kimeibiwa kinarudi tena
kuanzia leo kwa jina la Yesu, yale magonjwa yaliyokuwa yameachiliwa ili kunizuia nisiweze kufanya biashara, nisiweze kuinuka, siku ya leo yakaniachilie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana aje kwenye maisha yangu na akanisaidie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile kazi yangu, ile biashara yangu iliyokuwa imezuiliwa ikafunguke tena, ile hatua iliyokuwa imezuiliwa ikafunguke tena kwa jina la Yesu. Ile nyota yangu iliyokuwa imeibiwa ikarejee tena, ikarudi tena, ikarudi leo. Kibali changu kilichoharibiwa kikarudi leo. Maisha yangu yaliyoharibiwa yakarudi leo kwa jina la Yesu. Kuanzia dakika hii maisha yangu yamebadilika. Ninatangaza kufanikiwa tena kwa jina la Yesu. Sema amina. Shika mkono wako kifuani mahali ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Kuna malaika wa Mungu atafika hapo ulipo. Uwe ni hospitalini unanisikiliza, uwe upo kitandani, uwe ni mgonjwa, kuna malaika atakuja hapo, atakugusa dakika hii na utasimama, utapona. Iwe kuna shida ambayo imekusumbua. Ni kweli madaktari walikuambia haiwezekani, walikuambia imeshindikana, walikuambia subiri kufa. Nataka nikwambie majira haya sio ya wewe kufa, ni majira ya kuwa hai. Mungu anatuma neno lake hapo ulipo. Kuna malaika atakuja kugusa dakika hii na wewe utasimama, utapona. Kazi yako ambayo ilizuiliwa, roho ya hasara ambayo iliachiliwa, madeni ambayo haujui utatoka vipi. Na hapo ulipo naye nitazama, ninakuona watu wa benki wamekuja na wameandika kwamba hiyo nyumba inatakiwa iuzwe tena, lakini leo ni msaada wa Mungu ameachilia kwa ajili yako. Hiyo nyumba yako haitauzwa na kuna jambo jipya litafanyika, utalipa hayo madeni. Mungu atakusaidia. Nataka niseme na wewe ambaye umeikatia tamaa hiyo ndoa, hapa ninavyozungumza, unawaza kujua, unawaza kukimbia hiyo ndoa, unawaza kuondoka kwenye huo mtaa, unawaza uache hayo maisha, unawaza uache hiyo kazi. Nataka nikwambie Mungu anataka kukusaidia sasa hivi. Kama ulipomwaka kwenye huo ukoo, ninaiamuru ikatoweke kuanzia dakika hii. Ninatangaza maisha mema, ninatangaza hatua njema, ninamtuma malaika sahihi katika jina la Yesu. Hiyo fedha anayohitaji iliyozuiliwa mahali, katika jina la Yesu ninatuma huyo malaika akalete hiyo fedha, akalete hiyo kazi katika jina la Yesu. Hiyo iliyozuiliwa, hiyo hatima njema ambayo adui alizuia, ninaamuru kwa jina la Yesu iachiliwe dakika hii, iachiliwe majira haya, iachiliwe majira haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea afya njema, pokea uzima, pokea afya njema, pokea kuinuka tena, pokea hatua mpya tena, pokea majira mapya tena kuanzia dakika hii. Kila mlango uliokuwa umefungwa ukafunguke, kila mlango uliokuwa umezuiliwa ukafunguke katika jina la Yesu. Wale watu sahihi waliokuwa wamezuiliwa waje kwenye maisha yako, wakakutafute, waje kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Waliobebeshwa mzigo kwa ajili ya maisha yako waje majira haya. Mwezi huu ninakutamkia neema katika jina la Yesu, ukainuke tena. Hautakufa, utaishi. Hautakufa, utaishi. Biashara yako itastawi, maisha yako yanaenda kustawi, hatima yako inaenda kustawi. Ninakutamkia hiyo neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Imekuwa. Sema amina. Imekuwa mahali ulipo. Wewe ambaye ulikuwa ni mgonjwa kitandani, simama, Bwana amekufungua. Wewe ambaye ulikuwa kuna shida ya fedha, usilie tena, Bwana ameachia fedha, utazipata muda sio mrefu. Mungu amefungua milango. Wewe ambaye una muda mrefu umetafuta kazi, umeshikilia hivyo vyeti, Mungu ameachilia kazi. Inuka, nenda katafute kazi. Bwana ameachilia neema, atakukutanisha na watu, kila kitu kimetengenezwa, maisha yako yako sawa sawa. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Akuinue, akutendee mema. Karibu tena. Shalom, shalom. Amen.